Habari mtazamaji wa Simamia TV, nipo na Ankoji. Unaelewa kuhusu ndoa? Sana. Na experience na uzoefu wa kutosha. Na CV. Hakuna jibu. Na CV ya kutosha. Alafu tunajua ndoa bwana unapewa cheti. Alafu ndo na masomo. Aise. Sio kwenye shule zingine masomo unapewa cheti. Yaani ndoa ni unafaulu, alafu ndo unaingia darasani. Mtazamaji, kwenye ndoa zao wanakuambia wana CV. Je, wewe vipi? Tupo hapa na Ankoji. Leo tunataka kuzungumzia kitu kimoja. Je, Ankoji, kwenye ndoa kuna ulazima wa mke na mume kujua namba za siri. Kwa mfano, tunazo kadi zetu za benki, yani tuna NMB, CRDB benki kibao. Na tuna namba zetu za siri ambazo tunazitumia kutolea pesa zetu kwenye kadi zetu. Lakini sio kadi tu, hata simu zetu pia zina namba za siri. Je, kuna ulazima wa wewe kujua namba ya siri, namba za siri za mke wako, za mitandao yake yote, lakini pia namba zake za kadi? Na je, pia mimi kama mfano mke wa mtu nina uhalali wa kujua namba za siri za mume wangu? Tuko hapa Ankoji, karibu zungumza kidogo. Hilo nitalijibu kwa aina mbili. Aina ya kwanza inatakiwa iwe hivyo. Yaani kwamba mfano mimi wife anajua namba zangu za siri. Aise. Ongea zake jamani. Hiyo inakujaje? Mtazamo wangu, lakini kuna leo na kesho. Unajua leo mfano nimefariki. Mfano kuna pesa zangu ambazo zipo kwenye account. Ni ngumu kwa haraka hata zile fedha zimsaidie wife kuendesha harakati za msiba. Kwa sababu watahitaji vitu vingi sana. Cheti cha kifo, nini, kufuatilia mambo ya mirathi, nini. Utaratibu mnono na kwa mrefu. Lakini kama anajua namba ya siri, ana uwezo wa kwenda kuchomoa, mwisho wa siku maisha yanaenda. Kwa sababu mimi naamini baada ya mimi kuondoka, anayebaki kama msimamizi ni wife. Sasa siamini kama anaweza mimi labda nimeondoka halafu akawa na matumizi mabaya ya fedha badala ya kusaidia watoto ambao tumewazaa. Hiyo ndio imani yangu kubwa. Na kama unavyojua tayari kisaikolojia dunia hasa sisi mseme Tanzania au Afrika tumeshajiwekea kanuni kwamba anayetangulia kufa ni mwanaume. Kwa asilimia kubwa ya wanaume huwa tunakaga kama tumejiandaa kufa. Shika mnaelewa? Lakini kwa upande wa pili ni kwamba haifai kabisa mwanamke au mwanaume kujua namba za siri za akaunti za fedha za mwenza wake, kwa sababu kuna watu wanaishi kama mitego tu. Yaani hawana mapenzi. Ni wameishi tu kihuni, kishikaji. Yaani mtu anamsubiri mwenzake ateleze kidogo, apate pa kuanzia, mpige kila kitu. Unje kusikia mtu mwanaume aidha amesafiri au ameenda kazini na anarudi nyumbani, anakuta sakafu na anakuta na rangi za kuta tu. Kila kitu ndani kimebebwa. Account imekobwa, pesa zote hakuna. Kwa kwenye mahusiano pia kuna matapeli. Lazima tutambue hilo kwamba kwenye mahusiano kuna matapeli. Lakini kama unaamini mkeo au mumeo ni sahihi kwako na mmeishi kwa miaka kadhaa, kuna vitu mnafanya hivyo. Unajua kuna watu hata unakuta wanashare ndani. Lakini pia kwenye hizi ndoa mimi naamini mpaka mmefunga ndoa Ankoji kwamba mnaaminiana sana. Kufunga ndoa haitoshi, nimesimiza. Yaani kufunga sasa hivi mpaka mtu umemleta ndani Ankoji bado mpaka tapeli ni tapeli tu. Yaani na isitoshe si unakuta mna watoto watatu. Bado hujamwamini. Tapeli haangalii na watoto wangapi. Yaani niseme kwa sisi wanaume ambao tunaamua kuweka wazi vitu vyetu vyote, hati za nyumba, hati za viwanja,
mifumo ya biashara na vitu vingine kama hivyo. Ni kwamba ni mtu amejitoa kwamba litakalo kuwa na liwe. Lakini kusema eti sijui kufunga ndoa ni kigezo sijui kwa. Basi tusingeona wenye vyeti vya ndoa wanaenda mahakamani. Mimi naamini kabisa mnakuwa mnaaminiana, yani nikuulize swali. Mnaaminiana. Nikuulize swali. Wewe una experience ya mahakamani. Kuna hawa wamama wanapeleka waume zao mahakamani. Wagawane mali nusu kwa nusu. Hawana watoto? Wana watoto. Sasa wale watoto wakaegemea upande wa nani baada ya kugawana? Wataenda kwa mama. Si unajua watoto wengi kwa mama. Hapana. Unajua kwa sababu mama ndo anafuatilia kila siku. Sikiliza nikwambie. Ukiona mwanamume na mwanamke wanagawana mali nusu kwa nusu, mwanamke anasema ana chake, lakini kilichobaki ni cha baba, lakini baba atakuwa hakimtoshi, itabidi awape watoto. Sio kama unaelewa. Shida baba ndio anataka familia nyingine. Ndio maana nikasema, nisikilize nikwambie. Ndio maana nikasema kufunga ndoa, kuwa na cheti cha ndoa haitoshi kwa wanandoa kusema kwamba kuaminiana ni kitu cha muhimu. Lakini usijiwekea 100% kwamba uweze kupigwa na huyo kiume. Yaani kupigwa ni ile kwa tunasema family line, kitakachotokea na kitokee. Kwa sababu hizi mali sisi mfano asilimia kubwa ya wanawake wanaume hatutafuti kwa ajili yetu, tunatafuta kwa ajili ya familia. Yaani ukikaa sehemu tayari mwanamke ashamwambia mwanaume, baba watoto ukifa utatuachia nini? Sio ndio? Maana tuone hata ukimbiaji wa mwanaume, familia itaiachaje? Familia itaiachaje? Kuna wengine wanakufa wametimiza ndoto, na wengine wanakufa maskini ya Mungu hawajatimiza ndoto. Lakini ndo harakati hizo za mtu mweusi, ndo harakati za maisha ya duniani. Full kukimbizana. Sawa. Kwa hiyo Koji unataka kuniambia kuwepo na kuaminiana kwa kiasi. Kwa sababu kwenye kuaminiana kwa sababu uwe na kiasi, kwa sababu ukiamini sana kupitiliza ukipigwa tukio tunakuingiza kwenye kundi la wagonjwa wa afya ya akili. Wanasema mapenzi ni upofu. Ni upofu sawa, sikatai, kwa sababu umesimeza mtu akikupenda, ukimuuliza kwa nini unanipenda, hawezi kuwa na majibu. Kama mtu akikwambia nimekupenda kwa sababu ya macho yako, kwa sababu sio una shepu, tapeli. Lakini tunaambiwa kwamba kwenye kupendwa, yani kwenye kupendana, kila mtu kuna kitu katika mwili wako, kuna kitu kimoja ambacho amekipenda. Sikatai, lakini asilimia kubwa ya upendo wa kweli mtu anakupenda bila sababu. Alafu inakuaje sasa bila sababu tu? Yaani bila sababu, na ndio maana msikiliza kitendo kuniamini. Sasa watu watuamini kwamba huyu kweli ananipenda. Ngoja sasa nikupe uhakika wa upendo. Mtu anakupenda bila sababu, na ndio maana mtu akikuchukia, kama anakupenda, akikuchukia unaona madhaifu yako. Sio kama unaelewa? Yaani kama ulikuwa na pengo analiona. Ndio maana unapendwa. Kama ulikuwa una shepu, ndio maana nakwambia kama umepigwa na pasi. Lakini kwa kipindi chote mlikuwa mnaisha, yeye kumwambia maneno. Kama unaelewa? Yaani uje ufuatilie. Mtu akikukwaza, akakuchokonoa kweli mpaka akakufikisha sehemu umeshindwa kuvumilia, ndio unapoanza kuona mabaya yake yote. Ndio maana mweusi, ndio maana sijui umekaaje, lakini mwanzo alipokupenda hakuyaona yote. Yaani ni kwamba yeye alikuwa na sababu za kukupenda. Sema sasa katika mahusiano wanawake wanapenda waambiwe umenipendea nini. Kwa mtu anabaki kujiongeza, nimekupendea hiki. Na mwanamke akishaambiwa ndo kumbe ndio mzuri. Umeelewa? Lakini kiuhalisia ninavyoamini mimi, upendo wa kweli hauna sababu. Ni mtu tu anakupenda. Hivi
Hata na mapenzi ya hisia za mapenzi haya. Hivi uje kumpenda mtu ukafika sehemu mtu akimsema vibaya, unajisikia vibaya. Inatokea. Sio kama unaelewa? Sasa hivi unadhani kuna kitu umempendea? Jibu ni hapana. Niko na mzee wangu mmoja hivi nampenda sana. Nampenda sana kama mzazi. Nampenda sana kiumri kama mzee wangu. Lakini kuna wakati nikifika sehemu hivi wanamwongelea, inakuwa najisikia vibaya. Ukimwongelea kwa jambo mbaya, ukimwongelea kwa zuri, na enjoy. Yeah. Nimejifunza kitu. Kwa hiyo kwenye mahusiano yetu au kwenye ndoa zetu tupimane kwanza, so tuaminiane kupita kiasi. Hasa hapo kwenye kipimo ndio waga ni magumu. Kwa sababu dunia sasa hivi imechanganyikiwa. Dunia sasa unayedhani anakupenda ndo akupendi. Afu anayekupenda wewe ndo umpendi. Yaani mama anaenda shangara baga. Kwa hiyo kukutana na mtu sahihi mnaipendana huwa ni kazi kweli. Yaani sio kitu kidogo. Huwa ni kazi. Lakini yote katika yote ni kwamba katika wale ambao wanaokuja wengi wasio sahihi, kuna mmoja ambaye ni sahihi. Kwa hiyo ni lazima tumtafute huyo mtu sahihi kwetu. Tumpate mtu aliye sahihi, kwa sababu ukisema kila anayekuja sio sahihi kwako, hautokuwa na mtu na utamkosa mtu wako. Lakini niseme yote katika yote, mtu sahihi huwa anakuja kwa wakati sahihi. Na mtu sahihi huwezi kumkwepa, huwezi kumkimbia. Kwa hiyo ndio maana mfano kama sisi wanaume inapofika kipindi cha kuoa, kuna wanawake watakusumbua kichwa, sijui kwa wanawake. Kuna wanawake watakusumbua kichwa. Afu yule naye moa hata hakusumbua, anakuja kama masiara, kama utani. Anakuja. Sababu mwenye ukiangalia sisi tuamini hivyo. Yaani mtamara Sio kwamba yeye tunasisi tunapaswa kuamini hivi. Unafikiri yule mtu anayekuumiza kichwa mara nyingi anakuwa au naolewa naye? Ngumu sana. Ngumu sana. Kwa mtu sahihi, tuamini mtu sahihi. Ile sasa shida ya watu, tunapenda watu kwa kuangalia vitu. Tunaangalia vitu kwamba huyu ana hiki, huyu ana hiki. Kwa hiyo mtu anajikuta anaingia kwenye mtungu wa vibwengo, mtu anaolewa au anaoa mtu ambaye sio sahihi, badala ya kilaumu maisha. Lakini cha kumaliza niseme, katika vitu vyote tunavyotakiwa kukosea, tusije tukakosea swala la ndoa. Ndoa ni kitu ambacho ukikosea umekosea mfumo wako wote wa maisha, wote. Hata kama ungekuwa na mali kiasi gani, ukikosea maana kaanza kukuendesha. Kama hujajipanga kisaikolojia, jiandae kufilisika. Ndio hiyo ya unakuwa msiri unaficha vitu kama hivyo. Kuficha vitu haisaidii kusikiliza. Upasi kumwambia mke wako kwamba namba yangu ya siri. Sasa nikupe siri moja ya kwenye ndoa. Ninachopigania ni kitu kimoja. Kwa nini watu mnalala sehemu moja? Mnakaa sehemu moja? Mna nini? Lakini kuna kitu kimoja tu cha asili kwenye hizi simu zetu. Password ya simu. Password ya simu bwana mimi sishauri. Password ya simu sishauri. Mpe password za benki. Mpe namba. Mpenzi wako, mpe namba ya siri ya benki, ya akaunti yoyote inayohusu pesa, mpe. Ila sio namba ya simu, yaani namba ya siri ya simu, password ya simu. Hapana, password za simu zinaua ndoa. Zinaua mahusiano. Wewe ni mwandishi, sawa? Mwandishi tunaamini wewe ni mtu famous, sawa? Ni mtu famous, unajulikana. Kuna kajitu tu kana kutumia message, baby I love you, baby nimekumisi, na mjaibu chat au mlikuwa mna chat vya kawaida. Siku hizo watu hawajibu kutongoza misimiza, mtu anakutumia message kama mshaikuwa kudate muda mrefu, mwenzake akiona anapasuka roho. Na ndio maana hata kwenye sheria za serikali simu ya mkononi ni ya binafsi, sio ya ndoa. Ndio maana unasajiliwa kwa adhabu. Ndio maana inaitwa namba ya simu. Wanashauri usimpe mtu yoyote
Namba ya siri. Na ndio maana nilisema mwanzo. Kumpa namba ya siri ya account yako ya fedha mwanamke au mwanaume wako ni family, liwalo na liwe. Yaani unampa tu basi. Sasa utapeleka kesi wapi kwamba eti ameniibia kwenye account yangu? Kwa sababu alikuwa anajua namba ya siri. Watakuuliza namba ya siri ulimpa wewe au amehaki? Nilimpa mimi. Hamna kesi. Kuna kesi gani? Narudia tena, jamani, nilisema mawili, aidha umpe au usimpe. Hayo ni maamuzi yako binafsi. Lakini kwenye kundi hili la kumpa namba zako za siri, liweke kwenye family life kwamba bwana wewe liwalo hapo tutakuwa tumekana sawa. Ila ukiweka kwa miemko yako, kwa mambo yako, ukapiga ukagongwa kila kitu, tunakukaribisha kwenye umaskini. Tatizo kubwa sasa hapo nimeona ni kutokuaminiana. Kwa sababu gani? Mimi nitasimama pale. Kwa sababu kama na share kila kitu isipokuwa hizo namba za siri, kwamba muaminiani. Hasa hayo ni mambo binafsi. Mambo binafsi ambao nyewe wawili mtakiwa mkubaliane. Yaani sio kushauri, mimi siwezi kushauri kwamba eti mpeane. Mkubaliane wenyewe na msitushirikishe. Kwamba jamani au yakikukuta usiseme usikwende mtandao. Sasa hao ndo watataka kupata afya yake. Kwa sababu kija kutuambia tunakusaidia nini? Pesa shabeba. Unamsaidia. Nilikutolea mfano. Unaona anaishi kwenye ndoa miaka kadhaa. Mume kaenda kazini au kasafiri na rudi nyumbani anakuta sakafu na rangi za kuta. Sofa hamna, kitanda hamna, masufuria yameenda. Mtu anakuja na fuso. Anabeba kila kitu naondoka. Usicheze na binadamu. Kuishi na mtoto wa mama fulani. Ni kazi. Wewe acha. Mtoto wa mama fulani. Nikishasema mtoto wa mama fulani. Mwache kama alivyo. Na balaa yake. Mtoto wa mama fulani. Huyo mtoto wa mama fulani kalelewa na mama fulani na baba fulani. Wewe umekuja kukutana naye kwa miaka sijui 20 ngapi huku. Alafu unataka kujikuta wewe ndo baba. Wewe. Asante sana Ngoji. Mtazamaji umemsikia Ngoji alichokizungumza, kwamba namba ya siri ni siri yako wewe mwenyewe, lakini ukiamua wewe ni mapenzi yako kumpa mpenzi wako. Na kila siku anatumia message yao. Namba yako ya siri usimpe mtu mwingine. Wanazungumza lakini sasa tunafikia kwenye binadamu nakaa na wewe. Leo hii unakata moyo, unakata moto. Sijui namba ya siri. Ndio tunaanza kuandika kufuatilia mara polisi wanakuambia kalete nini. Wewe kama hiyo ni process jamani. Wewe kama ni process, lakini kubwa zaidi amezungumza Ngoji kwamba labda nichosahau kidogo tu nikimalizia. Kuna madhara pia kutopeana hizo siri. Kuna wakati vitu vinapotea kwa sababu ufuatiliaji unakuwa mkubwa. Nasikia ni mzunguko sana. Yaani achana na hivyo vya kufuatilia. Achana na hivyo vya kufuatilia, ufuatiliaji. Kuna vitu vinaweza visijulikane milele. Unakuta mtu ana miradi mingi yako. Na hajui, yani mke wake mwenyewe hajui siri, yani hataki. Sasa hiyo mada naomba tuifanyie mada nyingine. Mada ya watu kuwa na miradi ya siri. Hicho kitu tutakifanya tukiwa na Afrika. Sawa. Hamna shida. Kuna watu nisimiza wana miradi ya siri mingi sana, hata watu wao hawajui. Wakifa inachukuliwa na watu baki. Hii maana nataka tuwaelimishe watu. Ni sahihi kwa sababu unaweza kama hata aliyekuuzia kwa sababu kama hujawahi muonyesha kuna hata aliyekuuzia, kuna watu hizo mali zinachukuliwa na wafanyakazi. Ni ngumu sana. Sasa ni hatari, lakini kama mliposikia jamani, namba za siri ni siri zetu, lakini unapompenda mtu mpe tu namba basi. Penda huo. Utakutana nacho ndio hicho. Hivi ukipenda huo, ukipenda huo pende na boga lake. Au ndio hivyo. Au ukipenda boga upende na boga lake. Chana na nisema ya watu. Itaoa watu. Lakini
na ndio ukipenda, nasikia ukipenda huwa apenda na boga yake. Ndio inasemekana hivyo. Lakini mtazamaji, wewe pia una lako la kuzungumza. Je, kuna ulazima wa kupeana namba za siri za mitandao, tuseme za mitandao, tuseme za M-Pesa, yani tunamaanisha M-Pesa, akaunti tuseme akaunti ya asante hapo jiwe akaunti. Kuna umuhimu wa kupeana namba za siri kwenye mahusiano, kwenye ndoa, kwamba mimi nijue namba za siri za akaunti za mtu wangu na yeye ajue namba za siri za akaunti zangu. Je, mtazamaji, wewe una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hii mada ya akaunti na namba za siri? Karibu, naendelea kufuatilia Simamia TV.